Roho Mtakatifu, azimisha Roho Mtakatifu jioni leo. Nakuomba ndugu yangu, dada yangu, mama yangu, baba yangu, popote ulipo, chukua fursa hii ya kumwomba Mungu wako, chukua fursa hii ya kumlilia Mungu wako. Kwa maana katika maombi kuna nguvu, katika maombi kuna ushindi. Katika maombi ndiyo silaha ya Mkristo wa kweli kushinda na kupinga nguvu za shetani na nguvu za ibilisi. Chukua dakika 3, dakika 4 ya kumlilia Mungu, ya kumonyesha Mungu. Onyesha Mungu kazi yako, onyesha Mungu biashara yako, onyesha Mungu watoto wako, onyesha Mungu familia yako, onyesha Mungu kanisa lako, onyesha Mungu huduma yako. Hata ukiwa katika safari, chukua dakika 1 umshukuru Mungu. Unapokuwa katika ofisi yako, chukua dakika 1 mshukuru Mungu, kwa sababu chochote ambacho unakifanya, lolote ambalo unalitenda, ni kwa sababu ya uwezo na utukufu wa Mwenyezi Mungu. Ni yeye ndiye amekupa nafasi na fursa ya kufanya kile ambacho umefanya. Chukua fursa hii, chukua nafasi hii ndugu yangu, dada zangu, usipuuzilie sauti hii. Sikia kana kwamba ni Mungu ndiye ambaye ananena na wewe. Usione udogo wangu, usione umri wangu, usione chochote kutoka kwangu, bali mtazamie Mungu, kwa sababu ndiye Mungu wako. Omba Mungu wako, mlilie Jehova, mlilie Mungu. Onyesha Mungu mahitaji yako. Yeye ndiye ana neno la mwisho kwa ajili ya maisha yako. Yeye ndiye ana uwezo wa kukubariki, wa kukomboa, wa kukuponya. Unapolala katika kitanda cha magonjwa, ukimwomba Mungu kwa imani, hakika utapona, hakika utatembea, hakika utapokea miujiza na baraka. Omba Mungu, chukua fursa hii, chukua nafasi hii, mkabidhi Mungu jamii yako, nyumba yako, huduma yako, chochote kile ambacho unakifanya, kikabidhi mbele za Mungu. Ombea kanisa lako, ombea mchungaji wako, ombea washirika wenzako, omba kwa sababu ya nchi yako, omba kwa sababu ya kijiji, omba kwa sababu ya anga, omba kwa sababu ya jamii, omba kwa sababu ya rafiki yako, omba kwa yule ambaye ana shida, omba kwa yule mjane, omba kwa yule ambaye ana matatizo, omba kwa yule ambaye amekataliwa, omba kwa yule ambaye ametengwa. Kwa kupitia maombi yako anaweza kufunguliwa, kupitia maombi yako anaweza kubarikiwa, kwa sababu Biblia inasema 2 au 3 wanapokusanyika kwa njia moja ya upendo, kwa njia ya kumshukuru Mungu, hata Mungu mwenyewe atakuwa katikati yao, na hata Mungu mwenyewe atawawezesha. Kwa hivyo omba na kuomba kaombe. Omba Mungu wako aliye mbinguni, omba Mungu wako aliye sirini, omba Mungu wako. Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo mlango wa 7 mstari wa 7, ombeni nanyi mtapewa, bisheni mtafunguliwa, tafuteni na mtapata. Kwa hivyo omba. Amini Mungu, amini Baba, amini Mungu, amini Yesu. Unapoomba amini kana kwamba imefanyika, amini kana kwamba imetendeka. Katika imani ndipo tunapokea, katika imani ndipo tunafunguliwa, katika imani ndipo tunaokombolewa. Omba kwa imani, omba dada yangu, popote ulipo, omba. Rabadosa kataze de sharabadosa, rabadase kadasha kataze, rikabayanta zebadosa kata, rekadasha badosa kata. Ongea kwa lugha mbinguni ambayo inachanganya shetani. Omba kwa lugha ya mbinguni ambayo shetani hatambui. Omba, changanya shetani kwa maombi, changanya shetani kwa maombi. Usiombe tu kwa lugha yako, usiombe tu kwa Kiswahili, shetani anatambua. Usiombe kwa Kiingereza, shetani anatambua hiyo. Usiombe kwa French, shetani anatambua hiyo. Usiombe kwa lugha yako, kwa maana shetani anatambua hizo zote. Yeye ndiye mfalme wa ulimwengu. Lakini omba kwa lugha ya mbinguni, na hapo utamchanganya, hata elewa ni nini ambacho unazungumza na Mungu wako. Zekadosha badasakada
sararara reka bayanta rika badosa kata rebadose kada sararara rika badosa kata ze reka bayanta ze kadosha. Haijalishi ni nini unaongea, haijalishi ni nini, kwa sababu Mungu aliye sirini anatambua, anajua. Biblia inasema kwamba kabla tulikuwa tujaomba Mungu alikuwa ametambua, kabla tulikuwa tujaomba alikuwa amejua ni nini tunaenda kuomba. Mungu wangu ana uwezo na mamlaka ya kubadilisha njia zako, ya kubadilisha huduma yako, ya kubadilisha biashara yako, ya kubadilisha jamii yako, ya kuinua na kukomboa wale wote waliopotea. Zekadosha kadaze reka bayanda zekadosha. Biblia inasema ya kwamba niiteni nitawaonyesha mambo magumu na makubwa msiyoyajua. Ita Baba, jaribu Mungu, mjaribu Yesu, mjaribu Roho Mtakatifu. Asante Roho wa Mungu, asante Roho Mtakatifu. Zekadosha badosa rararara reka bashakadosa rararara zekadosha rarara. Haijalishi ni nini ambacho unapitia, haijalishi ni magonjwa gani, haijalishi ni msoto gani, haijalishi ni ufukara gani, haijalishi ni ukosewa namna gani, haijalishi shida ni gani, haijalishi, kinachojalisha tu ni kumpokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ni kumpokea Kristo kuwa kiongozi, ni kumpokea Kristo kujali na kupendezwa na maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Hata usisahau kuombea wale ambao wako karibu yako ambao hawajapokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi na maisha yao. Waombee, omba wokovu kwao, omba wokovu kwao, omba kukombolewa kwao, kwa maana Biblia inasema kwamba mtu mmoja anapookoka ni sherehe na furaha, shangwe na vigelegele mbinguni. Malaika wanaimba, wanafurahi kwa sababu ya mtu mmoja ambaye ameokoka. Kwa hivyo ombea mtu, ombea huyo jirani, ombea huyo rafiki, ombea huyo ndugu, ombea huyo cousin, ombea huyo uncle, ombea huyo auntie, ombea huyo kijana msichana, ombea huyo mtoto ambaye hajapokea Kristo ndani ya maisha yake. Omba kwa ajili yake, omba kwa ajili yake, komboa maisha yake, omboa maisha yake katika jina la Yesu Kristo. Zekadosha rarara badosa kadase zekadasha rarara rakabadosha rarara zekabayanta zikabayodasha zekabasha rarara bikadosa rarara. Omba Mungu, omba Mungu wako, omba Mungu wako, omba Mungu wako. Zado shararara. Asante Jehova Jireh, tunakuabudu jioni ya leo, tunakutukuza Mungu wetu. Sikia maombi yetu, maombi yetu yasiyo ni kelele masikioni pako, ukayasikia na kuyapokea, ukayatendee kazi. Hata kila ambacho hatujaomba, tunaomba Roho wako Mtakatifu akapate kutuombea. Asante Mungu wetu, tunakuabudu, tunakutukuza. Asante kwa maana wewe ni Mungu unastahili, hakuna aliye kama na wewe. El Shaddai tunawinama, tunaabudu na sarenda. Sisi ni kuomba na wewe ni kutenda kazi. Tunaomba hayo ni katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai.